sauti ya urithi, sauti ya imani, sauti ya vizazi. Na ndani ya sauti hiyo kuna viongozi wanaojenga kesho kwa nidhamu, kwa elimu na kwa maombi. Karibu sana katika Sauti ya Urithi, safari ya muziki wa imani na Gideon Kasozi, mahali ambapo kipaji kinakutana na elimu, huduma inakutana na maadili na kizazi kijacho kinajengwa. Halo, hamjambo. Kila kipaji kina hadithi, na kila hadithi ya mafanikio huanza kwa sauti ndogo isiyosikika kwa wengi. Hii ni safari ya gwiji wa muziki wa Injili Afrika Mashariki kwa jina la Gideon Kasozi. Sauti iliyovuka mipaka, mwalimu aliyeunda vizazi, kiongozi aliyeamini kuwa muziki si burudani tu bali ni wito. Na barani Afrika, muziki si jambo la ziada, ni sehemu ya maisha. Katika jamii za Wakongo mfano, uimbaji wa vikundi na midundo ya asili ni urithi wa vizazi. Kwa Wajaluo, midundo na sauti za kina zimekuwa alama ya utambulisho wao. Ukija kwa Wangoni wa Tanzania, nguvu ya uimbaji wa pamoja ni sehemu ya mafunzo ya kijamii. Na kule Malawi, kwaya za kiroho zimekuwa shule ya sauti kwa watoto tangu utotoni. Sasa muziki kwa Mwafrika sio hobi, ni historia, ni mawasiliano, ni imani. Unaona? Sasa katika mazingira hayo ya urithi wa muziki ndipo alikulia huyu gwiji wa muziki Gideon Kasozi. Mimi nafikiri nilibahatika aina fulani. Kwanza by the way, nafikiri wakati nazaliwa mama yangu aligundua mapema kwamba nitakuwa na interest na muziki. Kwa sababu juzi bwana, nilipokuwa mtu mzima hivi, mama yangu bado yupo, akapanda huko kabatini akatoa piano fulani hivi, thumb piano. Akaniambia, mwanangu, ukiwa na miaka 2 haka ndio ulikuwa unapiga. Na tulikuwa tunashangaa unatoa muziki, unatoaje muziki humu katika kajitwa kadogo hivi kwa watoto wadogo, eti nikiwa na miaka 2, mimi hata sikumbuki kweli kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo nafikiri kwa namna fulani nilibarikiwa tangu tumboni, sielewi. Na hakukuwa na shule maalum za muziki, hakukuwa na walimu wengi, lakini kulikuwa na kitu kimoja ambacho kilikuwa ni shauku. Alijifunza kwa kusikiliza, alijifunza kwa kuiga, alijifunza kwa kuandika. Hayo aliyafanya. Nyumbani kwetu tumezaliwa watoto 7, wavulana 4 na wasichana 3. Lakini kwa bahati, nafikiri ni bahati mbaya kwa kweli tu, kwa sababu uwezo wa kupata bahati na nafasi haikuwepo. Maana mimi nikiangalia ni kama nilibahatika. Tungepata bahati, familia yetu ingepata bahati, mama yangu angekuwa mwanamuziki mzuri tu. Kwa sababu naona mambo yake yanavyokwenda, anavyopenda kuimba, na ni kama anapenda kweli, lakini hakubahatika kupata vitu hivi. Alafu dada zangu nao, nina dada 2 ambao ndio wanaelewa kiasi fulani. Wanapenda classical music hizo muziki ya kama yule ulioanza nao, wanapenda sana hiyo. Kwa hiyo naona kabisa wangekuwa music. Na watoto wao wako music kwa kweli kiasi cha kutosha. Lakini na wenyewe hawakubahatika. Mimi nilipata bahati ya pekee. Wazazi wangu walipotoka katika nchi ya Uganda, wakaenda Ulaya kusoma. Miaka ya 60 huko. It's a long time ago. Alafu wakatubeba watoto 4 katika watoto hao 7, wakatubeba 4. Tukaenda up in Britain bwana. Okay. Sasa tulipoingia katika nchi ya Uingereza, nikiwa bado mtoto mdogo tu, nafikiri ilikuwa
kama primary 2 primary 3 ndio nikaingia huko Uingereza. Sasa wazazi wangu walikuwa wanafunzi, wakawa hawawezi kumudu kutuangalia na kututunza watoto wote wanne, lakini wakati huo kulikuwa na program huko Ulaya wa kuweza kupeleka hasa Uingereza, unapeleka watoto wanatunzwa na familia za wazungu ili nyie wazazi muendelee kupata masomo. Nafikiri they were very kind kusema kweli, kwa sababu sijawahi kuona program kama hiyo. Eti mtu anakuja kusoma katika nchi yako alafu unamwambia leta watoto wako tutunza hapa. So wakawa wanatutunza katika familia. Mimi nikaenda familia nyingine iko huko Bromsgrove. Alafu na dada zangu wakaenda familia nyingine, kila mmoja katika familia yake. Hasa nilipoenda katika shule, wakanipeleka shule hao wazungu, wakaona kipaji nilicho nacho huko shuleni. Baada ya miaka 2-3 wazazi wangu wamemaliza kusoma, ndio sasa tukawa reunited tena huko. Sasa baba yangu akawa anafanya kazi hospitali huko katika town inaitwa Blackpool. Nafikiri it's a city right now. Na huko ndio akamweleza kwamba huyo kijana tumemwona bwana ana kipaji fulani. Ungekiendeleza kama mzazi wake, ungemfanyia msaada mkubwa sana. Baba yangu na mama yangu wakashangaa, wakasema kweli. Na mama yangu akakumbuka kale kakinana nilikuwa napiga nikiwa, akasema nafikiri wanasema kweli. Basi mara moja wakanitafutia mwalimu wa Muingereza, mama mmoja hivi mzee, akawa akanichukua huko nyumbani kwake, nikawa naenda huko nafikiri mara 2 kila wiki kujifunza kupiga kinanda. Hapo ndio bahati yangu ilikatokea bwana. Maana sasa dada zangu kule walikokuwa nafikiria hamna aliyetambua mambo hayo kwao, kwa hiyo wenyewe wakabaki hivyo wakabaki kama watoto wa kawaida. Lakini mimi nikabahatika nikaingia kwenye kujifunza kinanda toka wakati huo. Nimerudi Uganda baada ya kama in the mid 70s. Tukarudi Uganda, nikarudi shule niliyokuwa nimetoka. Sasa wakati huo niko kama primary 6, primary 7. Nikarudi nikakuta shule hiyo kwa kweli mambo niliyokuwa najifunza kule hawana mwalimu wa kinanda, hamna nini. Nikatulia miaka karibu 2 sina anachokifanya kimuziki. Lakini nikakuta kuna school choir wanaimba traditional music na wanapiga instruments hizi traditional. Nikaingia mo bwana. Nikaanza kuzipiga hizo, nikazipiga na wakaona bwana huyu mbona anajifunza haraka sana hivi. Tukaenda huko tukashinda competition zote za shule. Nikamaliza hiyo primary school, nikatoka vizuri, nikaingia secondary school inaitwa King's College Budo. Huko King's College Budo, mwalimu yule aliyekuwa anatufundisha primary, kwa namna fulani akabahatika tena naye akaanza kufundisha shule hii. Kwa hiyo akawa anaendeleza primary zile traditional instruments. Lakini huko katika shule hiyo nikakutana na mzungu mmoja anaitwa Colin Davis. Huyu jamaa ndio akatangaza kwamba wanataka kujifunza kinanda, njoo. Akasema anataka kujifunza kinanda, anajua mambo gani anasema huyu. Mimi ndio nikawa kwanza kujiandikisha. Watoto wote 100 tulioingia shule kwenye form 1. Tukaingia kwenye darasa. Sasa nikaanza kupiga kinanda akiwa chini ya mkono wake, akanifundisha ananifundisha. Dada zangu nao wakaingia katika shule zilikuwa zinafundisha muziki, lakini kwa namna fulani bwana hawakuendeleza mambo yao. Nafikiri hawakuwa na interest ya kutosha. Basi baada ya mwaka mmoja nikawa ninapiga muziki sawa na mwalimu, sio sawa naye, lakini kwenye chapo ananipa nafasi. Leo ndio napiga, yeye ndiye anapiga Sunday inayokuja. Sunday hii napiga mimi, Sunday inayokuja anapiga yeye. Hivyo kwenye maombi ya shule. Lakini baada ya mwaka mmoja tu, hata yeye alikuwa anashangaa. Akawa ananipa vitabu vya muziki vya piano mpaka nikamaliza kwenye maktaba yake vitabu vyake alivyokuwa navyo. Anasema huyu kijana atakuwaje? Mbona anamalizia mambo yangu ya muziki? So hiyo ndio safari yangu. Tutaendelea na siku nyingine bwana. Lakini kwa miaka hiyo nilipokaa shuleni, kwa kweli mimi nilibahatika sana. Sasa ndio na maana anasema nilibahatika, kwa sababu mama yangu angepata bahati ya namna hiyo kwenye shule alikokuwa, angefanya mambo ya ajabu, lakini hakupata bahati. Baba yangu hana muziki sana katika mwili wake. Ukimsikia hata anavyoimba, kusema kweli sitaki kumsema sana, lakini mama yangu ndio afadhali. Leo hii watoto wengi wa Afrika hupata elimu ya muziki kupitia makanisani, mashuleni, katika vikundi vya jamii na wakati mwingine kwa kufundishana wao kwa wao. Kwa hiyo elimu ya muziki inajenga vitu gani? Inajenga nidhamu, kumbukumbu, ujasiri na uwezo wa kufanya kazi kwa pamoja. Ile wasema teamwork. Naona
Sasa mzazi unayetutazama, je, watoto wako wana nafasi gani ya kuimba na kujifunza ala? Je, jamii yako inaendeleza vipaji vya watoto? Tafadhali tuandikie hapa chini ili tuweze kuwasiliana na wewe katika hili. Safari ya Gideon Kasozi inatuonyesha jambo moja: kipaji ni mbegu, lakini elimu na nidhamu ni maji yake ya kumwagilia. Katika episodi ijayo tutaangalia kwa undani siku ya kawaida ya huyu Kasozi inakaaje kama mwalimu wa kwaya, na jinsi anavyoweza kufanya au kutengeneza viongozi wa kesho. Usikose episodi inayokuja ambayo itakuwa ni episodi ya 2. Karibu.